mafuta, nguvu za mafuta, utaona Daudi wakati Samueli amempaka mafuta awe mfalme, nguvu za Mungu zikawa pamoja na yeye, nguvu za ishara zikawa pamoja na yeye, zikamfanya awe mtu mwingine. Amen. Amen. Kusudi tutoke, tuhakikishe kwamba ile mafuta ijue. Roho Mtakatifu ametutia mafuta. Kuna wakati mwingine Paulo anasema ya kwamba, anaambia mwanao Timotheo, usikose kuchochea ile karama uliowekewa kwa kuwekewa mikono na wazee. Usiache. Lakini hii ndiyo iliyo jukumu, na ni pale ambako nitakaporudilia kupewa nguvu za Roho Mtakatifu. Jambo la pili, mitume katika Agano Jipya aliwaita wao watumishi wa Bwana kusudi la kuhubiri habari ya neema kwa watu wote. Ile habari ambayo tunayoihubiri ni kuwa Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na kila anayeamini ataokoka. Haiko habari ya mrefu, lakini ni habari ya kutangaza, ni habari ya kuambia watu kwamba tumepata neema na uweza na wokovu katika mmoja tu, ambaye aliyeshinda kifo na mauti. Na hii ilikuwa wimbo wa ushindi wakati Yesu amefufuka. Yesu anawaagiza habari hii ya ufufuko iwe wimbo wa ushindi. Na Petro anaitangaza kwa siku ya Pentekoste, yule mliyemuua ndiye amefanya jambo hili. Mioyo yao ikachomwa, nafsi zao zikawa na oga wa Mungu, wakalia, tufanye nini ili tupate kuokoka? Petro anawaambia, mtubu mkabatizwe. Amen. Watu wakaamini, wakapokea neema. Watu 3,000 waliosikia habari za ufufuko, walioisikia habari za ukombozi, wakabatizwa, wakawa wafuasi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Mungu amenitokea kwa wakati wa usiku, saa 9 za asubuhi. Mungu ananiambia, toka katika kitanda na uende, lile nitakalo kuambia ndilo utakalo lisema. Ni mwito, na labda tutafikia kwa kiango kile. Mungu ndiye mwenye kuita watu wake. Ile Mungu aliyowaita walielewa, wakatenda sawa sawa na kusudi la Mungu. Na wakati Yesu amepaa mbinguni, anawaambia wanafunzi, nitatuma Roho Mtakatifu ambaye hata nena kwa mahusia yake, lakini ile atakayoisikia kwangu atawapasheni. Mungu atusaidie. Sababu ya hiyo, hatuna jukumu, hatuna gharama ya kutosha. Hatua inayohitajika kwako na kwangu ni kusikia na kunena ile ambayo Bwana anataka kuifanya. Mungu atusaidie. Ni ile habari ambayo tunapewa kutangaza. Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na kwa njia hii watu wapate kuelewa, watu wapate kujua kwamba hiyo neema ni kwa watoto wa Mungu. Mungu atusaidie. Kitabu cha pili cha Wakorintho sura 4 mstari wake wa 5.
Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana hutujihubiri wenyewe, mbali Kristo Yesu kuwa Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi kwa ajili Kristo. Amen. Hiyo ndiyo yetu ile. Hatuwezi kujihubiri hapa kwamba ni Dungere ndiye anaokoa hapa, si Mongani anaokoa hapa, si Petro anaokoa hapa. Mwenye kuokoa ni Yesu, na sisi tu watumishi wake. Tumepewa neema kufanya kazi pamoja na yeye, na kwa njia ile tumepewa neema ya kutangaza kwamba Kristo alifufuka na yu hai kwa mkono wa kuume wa Baba. Mungu atusaidie. Ni ile ndiyo inahitajika ifanyike kwa wainjilisti. Hatutahubiri kanisa, hatutahubiri dini, hatutahubiri mila, hatutahubiri nchi, lakini tunahubiri Kristo ambaye ndiye mwenye kuokoa, na sisi tu watumishi wake. Mungu atusaidie. Jambo la tatu, mwito wa kawaida. Kuna mwito wa kawaida. Kila Mkristo ameitwa ili amfuate Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote awezaye kuitwa awe mwinjilisti isipokuwa amekwisha kuitwa awe mwanafunzi wa Kristo. Yesu ndiye aliyetuchagua. Yesu ndiye aliyetuita, na katika kutuita ametuchagua ili tufanye kazi pamoja na yeye. Na ikiwa Kristo ametuchagua ili tuwe watumishi wake, ni neema tu ambayo ametupa sisi. Na ndiyo maana nilifurahia kama unaweza kuandika kitabu cha Wafilipi sura 3, unaweza kuisoma yote. Pale nilitaka kusema gharama ambayo Kristo ametupa, mzigo ambayo Kristo ameweka juu yetu, ili watu wapate kujua kwamba tumeitwa na Kristo kwa kazi yake. Mungu atusaidie. Na ikiwa tumeitwa na Kristo, ni mwito wa pekee, na ile mwito wa pekee ni ule unaotusukuma kufanya kazi ya Mungu kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kujisifu au kupewa uwezo wa kusimama na kutangaza nimeponya wagonjwa. Hapana. Petro amesimama, yule mliyemtesa ndiye anayemponya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu sisi tu watenda kazi tu pamoja na Kristo, na sifa zile zote zinamwendea yeye ambaye aliyetuita. Mungu atusaidie. Ile sifa haziko za mwinjilisti, sifa haziko za mchungaji, sifa haziko za yule ambaye Bwana ametumia kama chombo. Sifa ni za yule anayetenda mambo makuu. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii ndiyo mwito. Ule mwito wa pekee ni ule unaojua uweza wa Mungu na mamlaka ya Mungu anayoyatenda pamoja na watu wake. Mungu atusaidie. Katika Mathayo tulisema juma jana ya kwamba Mathayo 28:19 Yesu anasema, enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hiyo ndiyo iliyo jukumu la mwinjilisti, kwenda kufanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu, wafuasi wa Yesu, wanaotenda sawasawa na Yesu, wanaotembea sawasawa na Yesu, wanaofanya mapenzi ya yule ambaye aliyewaita. Jina la Bwana libarikiwe.
Yesu hakujisifu mwenyewe, lakini alimsifu Baba aliyemtuma ili apate kuonekana katikati ya watu, na anapoonekana katikati ya watu, watu wapate kumtukuza Mungu atendaye kazi pamoja na yeye. Mungu atusaidie. Yohane sura 3 mstari wake wa 3, Nikodemo anamwambia Yesu, hakuna awezaye kutenda jambo hili isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu ni pamoja na sisi, tutafanya mambo makubwa, maana ishara zitafanyika, wema wa Mungu utaonekana, sababu sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, na ni wajibu yetu tumtukuze Mungu ambaye ametuita kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana Yohane 12:26 anasema, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Haleluya. Baba atamheshimu. Ni jambo la muhimu na lenye kutamanika. Sifa zetu ziko katika Mungu. Sifa zetu ziko katika yeye ambaye aliyetuita. Bwana tusaidie. Nataka kusema tena juu ya mwito wa ndani. Ule ni mwito ambao Mungu humjia mtu binafsi, anamtuma sawa sawa alivyosema ndani ya kitabu cha Isaya 61. Isaya 61 mstari wake wa 8. Tafadhali ninaweza kuisoma. Isaya 61 mstari wake wa 8 na mstari wake wa 9. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki na kuichukia wivu na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli. Nitaagana nao agano la milele, na kizazi chao kitajulikana katika mataifa, na uzao wao katika kabila za watu. Watu wote wanao watakiri ya kuwa wao ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Amen. Nini ambayo Isaya anataka kusema hapa? Anataka kuonyesha kwamba Mungu anawaita watu wapate kujua haki na kuchukia uovu. Ile ni mambo mawili: kutetea haki ya Mungu na kuonyesha uovu ambao Mungu atakao uangamiza wote wa utendao. Na hii habari inataka kulingana na ujumbe wa unabii, sababu kuna utofauti ya unabii na na uinjilisti. Mwinjilisti wote wamekuwa na mlango moja, lakini wameingia kwa kitu kinachowatofautisha, ni kufasiria. Amen. Nabii hafasirie, nabii anatangaza ile aliyoyasikia, lakini sisi tunashuhudia yule aliyekuja. Amen. Ile ni jambo mbili. Sasa mtu ambaye ameitwa apate kufahamu ya kwamba Mungu ndiye atakayeokoa watu wake kutoka katika giza wapate kuingia katika nuru. Na jambo la pili, watu wapate kujua kwamba hukumu ya Mungu iko, na ikiwa hukumu ya Mungu iko, inafaa tutangaze ile hukumu ya Mungu juu ya wote wanaotenda mabaya. Mungu atusaidie. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5:14 na mstari wake wa 15. Kitabu cha pili cha Wakorintho sura 5:14. Neno la Mungu linasema hivi: mapendo ya Kristo
yanatulazimisha sisi, kwa sababu tuna hukumu hivi kwamba kama mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi wote walikufa. Tena alikufa kwa ajili ya wote, hata walio hai wasiwe hai tena kwa ajili yao wenyewe, lakini kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuliwa kwa ajili yao. Mungu atusaidie. Hii ndiyo haki ya Mungu. Hii ndiyo kitu ambacho Kristo alichokifanya kwa ajili ya kanisa. Alikufa ili tupate uzima. Alikufa na akafufuka. Na Yohane anaposema habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, anasema hiyo ndiyo haki yote ya Mungu. Mungu atusaidie. Ndiyo maana anaonyesha kwamba kila anayeamini abatizwe. Maana yake akubali kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Maana yake amezika utu wa kale na kuvaa utu upya, yaani amevaa Kristo ndani yake. Mungu atusaidie. Na hii inatokana na namna tunavyojitoa kwa Mungu. Na yeye ambaye basi yeye anayeamini na yule aliyesikia na yule aliyetangaza habari ile, ili watu wapate kusikia, wapate kuelewa, wapate kutubu, wamgeukie Mungu. Mungu atusaidie. Hiyo ndiyo iliyo jukumu. Na tunagundua hizo karama zote ambazo Mungu ameziweka ndani ya watu wake, ili wapate kuzitekeleza sawasawa na mahusia ya Mungu. Amen. Haiko kwa mahusia yako, hapana. Kwa mahusia ya Mungu, watu wapate kujua, watu wapate kuokoka. Bwana tusaidie. Kuna mashairi mengi ambayo nimeyaweka hapa, lakini ninaweza kuzitaja tu. Timotheo wa kwanza sura 4:14-15. Pia Timotheo wa pili 1 mstari wake wa 6. Nitasoma ile Timotheo sura 1 mstari wake wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu ya hiyo na kukumbusha, ulichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yako. Amen. Karama ya Mungu. Karama ya Mungu anayotupatia sisi ni kufundisha watoto wa Mungu wapate kuelewa haki ya Mungu. Amen. Hiyo ndiyo ya kwanza, kuwafundisha watoto wa Mungu wapate kukomaa kiroho katika imani na kusimama sawasawa na mahusia ya Mungu, yaani neno la Mungu liwe kwa wingi ndani yao, ili wapate kuweza kushindana siku ya uovu, sababu neno la Mungu ni uweza wa Mungu, ni mamlaka ya Mungu yanayoleta badiliko kwa kila anayeamini. Mungu atusaidie. Ni ile karama hiyo Roho Mtakatifu, kama anavyosema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12, Roho ndiye agawaye vipawa kama anavyopenda, na kusudi yeye anayegawa karama sawasawa na makusudi ya Mungu, anasema uichochee karama ambayo Mungu aliweka ndani yako. Sawasawa na mwandishi wa Wakolosai sura 4 mstari wake wa 17, neno la Mungu linasema, umwambie Arkipo aiangalie sana karama ile aliyopewa na Mungu ili aitimize. Jina la Bwana libarikiwe.
Wainjilisti tumeitwa kuhubiri, tumepewa mwito ambao Kristo ameweka ndani mwetu, ya kutangaza habari ya ufufuko, ya kutangaza hukumu ya Mungu, na kuyapasha wengine kwamba mlango umefunguliwa kwa kila anayeamini kuingia katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ile inahitajika. Jambo hili Paulo analionyesha yeye kama mwinjilisti mkuu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 16. Habari zile tunazijua, wakati Paulo anakutanana na yule mjakazi mwenye pepo mchafu. Paulo anakutanana na yule mjakazi mwenye pepo mchafu, na wakati anakuja yule mwenye pepo mchafu, anatangaza, hawa ni watumishi wa Mungu ambao wametuletea habari za wokovu. Biblia inaonyesha kwamba yule mama alifanya jambo ile siku kadha wa kadha, lakini Paulo akagundua ya kwamba huyu anenaye si kwa kusudi la Mungu, ila kwa kupotosha haki ya Mungu. Mungu atusaidie. Na jambo lile inafanyika, na Roho Mtakatifu anatupa uwezo na mamlaka ya kugundua ama kufahamu yaliyo mapenzi ya Baba. Mungu atusaidie. Ndiyo maana Mathayo anasema, si kila aniitaye Bwana Bwana ndiye atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu. Mungu atusaidie. Paulo anaonyesha kwamba kuna wale ambao wamehubiri injili ya fitina, injili ya kutenganisha watu, injili ya kujitangaza, lakini ile injili haizai matunda. Hiyo injili haiokowi, hiyo injili haina baraka, lakini ni hukumu. Maana Yohana anasema hatutaongeza wala kupunguza, maana ile ambayo tuliyoyapokea kwa Bwana ndiyo tunayowapatia. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii inatokana na namna Roho Mtakatifu alivyotugawia. Na kisi Roho Mtakatifu alivyotugawia, ametugawia utofauti. Mimi siwezi tena kuruka sawa wale wengine, lakini mimi ninakuwa kwa njia ya kusifu sasa. Amen, amen. Na kuyatangaza matendo makuu, maana Mungu ameweka vitu katika kanisa kwa njia ya utaratibu. Mungu atusaidie. Na hii habari unaweza kuisoma mwenyewe ndani ya kitabu cha Matendo 16:1-3. Wito wa Mungu waweza kuthibitishwa na shauri za watu wengine waliofahamu zaidi. Amen. Amen. Usijione kwamba unaenea. Hapana. Hapana, hauenei. Unahitaji wengine wakusaidie, wengine wakuone, wengine wakupe mwelekezo, sababu wale waliotutangulia katika imani wana ushuhuda pamoja na Mungu kwa ajili yetu, ili tuwe watumishi kamili. Na ndiyo maana unamuona Timotheo kama mfuasi wa Paulo katika nyaraka zake. Wainjilisti wengi wanasema kwamba kwa nini Timotheo hakuweza kuandika mambo mengi kuhusu Paulo. Hakuweza kuyaandika sababu alikuwa pamoja na yeye, alikuwa mshuhuda kamili. Na Paulo anasema Timotheo amenifaa kwa kazi hii. Bwana tusaidie. Ndiyo maana anaanza kumwambia, mwanangu, uwe kielelezo, usiwe mtu dhaifu, lakini ujionyeshe kwamba unafaa katika Kristo. Amen. Ni kwamba tunahitaji pia wengine wa kutusaidia, wengine watuone, wengine watupe mwelekezo namna Mungu alitembea pamoja na wao. Na hapa niko nashuhudia mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye
ni mtangazaji mkuu wa Injili, na ile aliyoiandika yanatupa neema sisi kuwa watumishi wazuri. Mungu atusaidie. Hakuna huduma bila ushuhuda. Huduma inabeba ushuhuda. Huduma inabeba mabadiliko. Huduma inabeba mapinduzi. Na hii ndiyo ishara ambayo Kristo aliyoisema itafuatana na waaminio. Mungu atusaidie. Bwana atusaidie. Hii ndiyo huduma yetu. Hii huduma yetu ni Mungu mwenye kujichagulia, na katika Matendo ya Mitume 13:1-9 utaona hapo Antiokia Roho Mtakatifu anasimama katikati ya mkutano. Watu wamekwisha kujazwa, watu wamekwisha kuona neema ya Mungu. Roho mwenyewe anasema katikati ya watu, nitengeeni Paulo na Barnaba kwa kazi niliyowaitia kuifanya. Mungu atupe neema. Amen. Mungu amekuteua, Mungu amekuchagua kwa huduma iliyo nzuri ya kutangaza Injili. Na Paulo ndani ya moyo wake binafsi alijua kwamba nimeitwa kuwa mtume wa mataifa, na Roho Mtakatifu anagundua ile ambayo Bwana aliyoiweka ndani mwake wakati alipoamini. Maana wakati alipoamini, Roho Mtakatifu akampeleka Budi muda wa miaka 3 apate kufundishwa na Mungu mwenyewe, ile inayomhusu na ile inayohusu Kristo. Maana katika Matendo ya Mitume naonyesha wadada wawili waliokuwa na ile roho ya unabii, na wakaanza kuyatangaza ya kwamba Paulo, huko unakoenda utafungwa mikatale, lakini ingekuwa heri kama ungebaki hapa. Paulo anasema haitawezekana, sharti niteswe kwa ajili ya Injili. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ni mwito ambao Bwana ameweka ndani mwetu. Hata kama tunaweza kukutaniwa na vishawishi, tunaweza kukutanana na vita, tunaweza kukutanana na njaa, tunaweza kukutanana na shida, lakini tunasonga mbele. Mungu atusaidie. Na ndiyo maana nasema, nini itakayonitenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? Je, ni mateso? Je, ni kifungo? Anasema hata malaika hawataweza kututenga na upendo ulio katika Kristo Yesu. Mungu atusaidie, sababu anajua ameitwa. Amen. Aliyeitwa nasimama, hatingiziki, lakini anamtazama yeye aliyemuita kwa kazi. Mungu atusaidie. Mungu mwenyewe anajigombania na watu wake, anawafanya kama anavyotaka. Mungu atusaidie. Nataka kusema kidogo, sababu ninaona saa moja na nikimbiako. Nataka kusema huyu ambaye ameitwa aepukane na vitu vifuatavyo. Amen. Aepukane na vitu vifuatavyo, hatari anazoweza kukutanana nazo mwinjilisti. Aepuke uvivu wa mwili. Aepukane na uvivu wa mwili na kiakili. Ile ni vipingamizi. Siku moja Mungu akatuambia kwamba mtaenda kuomba, na ilikuwa maombi ya mafungo. Sasa nilifikaka saa 9 mimi nikagonjwa. Ile nani malaria haikwake tena, banganga wamekwisha kuikimbiza juu ya madawa. Nikaanza tetemeka. Nikaingia karibu na moto. Mvua ikanyesha. Sasa nilifikaka 17 juu tulipasha kuanza 19 ile maombi. Sasa nilifikaka 17 nikamwambia mama ninatoka ninaenda maombi. Mungu alituambia tuombe. Mama akaniambia, wewe mwenyewe uko unatetemeka hivi utaenda? Nikamwambia mimi naenda.
Akaona mimi nakamata kauchu yake juku village ilikuwa ni makauchu, nikakamata kauchu. Akaona mimi sirudie nyuma, na niko natetemeka, nikaenda. Sasa mama alionaka mimi naenda, sina roho ya kurudia nyuma. Mama naye akakamata kauchu, huyo mtoto ataenda kufia kunji. Lakini nakwambia wakati tulipofika ndani ya kituo cha kuomba, Mungu akaacha bale benye balikuwa wazima, mimi ndio Mungu tena akatumikisha. Sasa wakati tulimaliza tu, ilikuwa ni mafungo tupasha kumaliza 0. Sasa utume iliisha. Tena ile udhaifu ya mwili tena kanirudia. Lunge, kumbe ulikuwa mgonjwa. Self kaka katere nilishapona. Bwana Yesu asifiwe. Tuepukane na uvivu. Hapana mazingira mazito, hapana wakati wa mvua, hapana wakati wa jua, hapana wakati wa shibe, tuko tayari saa zote kutangaza Injili, maana ni uwezo wa Mungu iletayo wokovu kwa kila anayeamini. Mungu atusaidie sana. Sababu ya hiyo, epukana na uvivu wa mwili na kiakili. Hiyo ni hatari katika huduma na inafaa tunaitupa nyuma yetu. Ni hatari ya mojawapo inayoweza mpata mwinjilisi, sababu ile ni chanzo cha dhambi na udhaifu ambao shetani waletea wanaohubiri Injili. Na inafaa tugundue hili. Ni vizuio katika kazi ya Injili, uvivu wa kiakili nao waweza kumfanya mwinjilisti asitumie akili yake vizuri anapoongoza au anapotenda kazi ya Mungu. Amen. Amen. Wakati mchungaji aliniambia kwamba nitahubiri leo, roho yangu ilibabaika. Ilibabaika sababu gani? Nilisema Mungu nitasema nini? Lakini neno hili likaanguka moyoni mwangu. Nikapewa uwezo, nikaomba Mungu, na leo nimeitangaza kwenu. Mungu atusaidie. Mungu hapendi wavivu. Na Yeremia anasema anayetumika kazi ya Mungu kwa udhaifu na lainiwe. Sababu ya hiyo nakutana vipaji vingi vililala sababu ya uvivu, sababu ya upungufu wa kiakili. Inaomba sisi kama watumishi wa Mungu tuepukane na uvivu. Kuna jambo lingine la kuepuka, majivuno. Majivuno ni kitu mbaya sana katika huduma, na Mungu ni mwenye sifa zote. Mungu ni mwenye uweza wote. Mungu ndiye anayehitaji utukufu na heshima. Sababu ya hiyo, wewe ambaye umeitwa na Kristo kuwa mtumishi wake, uepukane na nini? Majivuno. Hiyo majivuno inaweza kutokana na namna ulivyo inaweza kukuletea majivuno. Labda elimu yako inaweza kukuletea majivuno, au mazingira ulimo ndani yanaweza kukuletea majivuno. Karama ambayo Mungu amekupa inaweza kukuletea majivuno, lakini hiyo majivuno haiko kazi ya Kristo, ni kazi ya shetani. Mungu atuhurumie sana. Tuepukane na majivuno ya hali yoyote ile katika Injili. Mungu anaweza kututumia wagonjwa wanapona. Mungu anaweza kututumia kwa pesa na gharama tulio nayo tunalisha mikutano. Hiyo yote ni neema ya Mungu tu anaweza kutupatia kama watumishi wake, lakini tuepuke majivuno. Mungu atusaidie. Hata kama Mungu anaweza kukuweka kwa kiwango cha juu na unagani, utukufu ni wa Mungu. Mungu atusaidie. Na hiyo majivuno inaweza pia kukuweka kando na watu wengi. Inaweza kukuweka kando na wale washiriki wenzako. Inaweza kukuweka kando na wema wa Mungu sababu ya majivuno. Enda uulize Musa ambaye Mungu alimwambia nena na mwamba.
Musa sababu ya anturaje na namna Mungu alivyomwambia piga mwamba, lakini Mungu kwa mara ya pili akamwambia nena na mwamba. Musa sababu ya kiburi na majivuno akaitwanga mfimbo, Mungu akanyamaza. Ya mara pili Mungu akamwonea huruma, akatoa maji, lakini anamwambia sababu haukutii, sababu haukufanya nilichokuambia, ile mji niliyoisema mbele yako na kuambia watu kwamba wataingia, wewe hautaingia tena, sababu haukutii. Ulionyesha kiburi ya majivuno kwa namna ninavyokutumia. Mungu atembee na watu wa majivuno. Mungu akusaidie. Amen. Unasikia kama ninatomboka? Uhusiano wake inaweza kutufikisha hata katika nyumba. Ile inaweza kutupeleka katika nyumba, na tunatoa mfano ya wale baba na mama. Baba kama kichwa, hata kama ni kichwa, ni mtumishi katika nyumba. Na ikiwa yeye ni mtumishi katika nyumba, yeye anafanya wajibu wake sawa sawa na Mungu alivyomwamuru yeye kufanya. Na hakuna baba ambaye anaweza kuhuzunika wakati watoto wake wameshiba na wanaacha chakula. Sheba papa, kama watoto wanashiba naacha chakula, tunasema mama ulipiga mzuri. Amen. Na inaleta furaha. Bwana tupe neema, sababu ni moja ya gharama, ni moja ya wito, ni moja ya kazi ambayo Mungu ametupa sisi kuyafanya daima bila majivuno. Mungu atusaidie. Nitembee kidogo mrefu kidogo sababu nataka kumaliza. Kutoa heshima na sifa. Mnamo heshima kubwa, watu wanaweza kujipatia heshima na sifa, na hizo heshima na sifa si kukubaliwa, bali ni kukosa kiasi kwa Mungu. Ile kumheshimu Mungu na kumupatia heshima na utukufu inamfanya Mungu aongeze kiwango kikubwa cha utendaji ndani ya mtu. Mungu atusaidie. Wakati unatoa, wakati unampatia Mungu utukufu, wakati unahubiri, wakati unaomba, wakati unahudumia, hiyo yote inaonyesha ukuu wa Mungu na uweza wake. Mungu atusaidie. Iko somo kubwa, siwezi kuimaliza kwa saa moja, lakini hii ikusaidie ujue ya kwamba Mungu amekuita, na ikiwa Mungu amekuita, ni wajibu yako kusimama imara pamoja na Kristo kama mfanyakazi pamoja na Mungu. Jambo hili litusaidie, jambo hili litupe neema ya kujua kutumika kazi ya Mungu. Na ninamaliza kusema ya kwamba kazi yako haiko ndani ya kanisa. Kazi yetu ni ya nje, kuwaendea mataifa, kuwaendea wafungwa, kuwaendea wale walioachwa, kuwaendea wale ambao hawana msaada. Tuwaendee, tuambie habari za Kristo Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mwachie wachungaji gharama ya kufundisha. Wakati wanafundisha watu wale walioamini, muwalete kwa Kristo, na sisi tutapewa jukumu ya kuchunga, tutapewa jukumu ya kufundisha, tutapewa jukumu ya kuonya, sababu kanisa, jukumu la mchungaji ni kulisha, jukumu la mchungaji ni kuchunga, jukumu la mchungaji ni kusaidia watu kwamba mlango wa mbingu iko wazi. Ni sawasawa na Noa wakati amefungua gharika, watu wapate kuingia na kuambia watu, sisi wenyeji wetu si hapa, wenyeji wetu ni mbinguni. Ile ndio iliyo jukumu. Bwana tusaidie.
Ninataka tuambie Mungu uamshe moyo wa uinjilisti ndani mwetu. Amen. Na wakati mwingine nitafundisha juu ya hatari ya mwinjilisti, jukumu anayokutanana nayo mwinjilisti, nini atakutanana nayo kule nje. Ndiyo maana inaomba ajawe Roho Mtakatifu. Amen. Mungu atusaidie. Mungu alibariki neno lake kwenu na kwangu. Amen.